Agano la Kale kwa kwamba hakuumbwa huyo kuhani aliyemtolea Mungu sadaka, hakuwa na baba wala mama, na zaidi ya yote hakuwa na baba wa duniani. Alikuwa na baba wa mbinguni. Hakuwa na mama wa mbinguni, alikuwa na mama wa duniani. Na hizi sifa zote ni za Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana tunataja katika sala ya Ekaristi ya kwanza, tunazisali sala hizi hasa katika sikukuu na sherehe, kipindi cha Pasaka, Krismasi na vipindi mbalimbali vya sherehe. Tunapotaja kuhani mkuu Melkisedeki, aliyemtolea Mungu sadaka, aliyemtolea Mungu zawadi, aliyemtolea Mungu ukarimu wake. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba sadaka ya Yesu Kristo ni sadaka kamilifu, kwa sababu amejitoa mwili na roho, mwili wake. Na Yesu Kristo mwenyewe anatuambia kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Na baadaye tunaambiwa hata akifa nitamfufua siku ya mwisho. Na zaidi ya yote tunaambiwa Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anasema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna awezaye kufika kwa Baba bila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo Yesu Kristo ni kitasa cha ufunuo, ni kitasa cha manabii. Siku hizi zama hizi za utandawazi, utandawizi na utandawazimu, kipindi hiki au zama zetu za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakafujo, Roho Mtakavyote na wapenda vyote. Zama hizo ni zama ambazo zinajitafutia sifa zao wenyewe. Ndio maana utajisikia mtu anajiita nabii na mtume, mwingine burudoza, mwingine katapira wa Yesu. Basi ni katika kujitafutia umaarufu wao na sio katika kutafuta uhalisia wenyewe. Nakumbuka yule mwanapunda aliyembeba Yesu akienda Yerusalemu. Mwanapunda akielekea Yerusalemu, watu wanaimba utukufu na utukufu na yeye Bwana hatamile. Yule mwanapunda analinga, anafikiri anaimbiwa yeye, kumbe anaimbiwa ni nani? Ni Yesu. Mmenielewa hilo? Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukajitafuta sisi baada ya kumtafuta Mungu. Wakati mwingine tunaweza tukajitafutia sifa sisi wenyewe baada ya kumwachia Mungu. Kama tunaimba sifa na utukufu yote ni vyako Mungu, yote ni vyako, sio vyetu. Hata kama tumefanya vizuri, ni wazi tutapongezwa na ni ungwana kumpongeza mtu anachofanya anapofanya vizuri, lakini yote yawe kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu. Eukaristia, leo tumesikia au tunaendelea kuadhimisha sherehe hii ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Eukaristia maana yake ni shukrani. Na sisi ni lazima tuwe na shukrani kwa Mungu. Umeamka salama, mshukuru Mungu. Umeamka nauma, basi wewe unauma, kuna wengine wanapumulia mirija huko. Unaumwa kwa kichwa tu, wengine wamelazwa, wako hoi hoi, wako mahuti au mahututi. Bintaaban, wako taabani. Umekula ugali na maharage, unaanza kumkufuru Mungu. Hivi maharage navyo vimezidi. Kuna mwingine mwananchi wa Ethiopia, mwananchi wa Sudan, Darfur, anakosa hata hayo maharage, anakosa hata hayo mahindi au ugali, anakula ngozi za ng'ombe na mifupa anayookota porini. Wakati unasema mimi hata nikifa tu, wengine wanaokoa maisha yao kwa milioni 200, 300, wanaenda India kwa matibabu. Unasema hata nikifa tu, ni kawaida tu, nikajinyonge. Na tunasema naye jinyonga atakuwa ameshiba ugali, amevimbewa ugali. Maisha ni tunu kubwa kuliko chochote. Tuyalinde maisha yetu na ya wenzetu. Tuyatunze maisha yetu na ya wenzetu. Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe anasema, aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu nami ukaa ndani yake. Na Baba atamweka kwenye viwango vya juu, viwango vya juu, viwango
vya utakatifu kiwango cha juu. Lakini Yesu mwenyewe anasema hiki ndicho chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, sio kama kile chakula waliokula wazee wenu kule Masa jangwani, wakala wakahimba wakachava mtu batu kimani. Israeli wakiwa jangwani walipewa chakula wakaanza shibe. Wanasema shibe ni mwana marevya na njaa ni mwana maregeza. Na wana saikolojia wanasema mtu akishiba hawezi kusali vizuri sana. Ndio maana tunaambiwa fungeni kila wakati. Na watafiti wa ajali wanasema ajali nyingi zinatokea watu baada ya kuwa wamemaliza kunywa chai. Ajali zinatokea saa 5 hapo, shibe mwana marevya, alafu saa 9 kaugali na kasamaki, sisi wavuvi na wavivu wanaotuzunguka. Basi kuna wavivu na wavuvi, tumsifu Yesu Kristo. Shibe mwana marevya. Ndugu zangu, Eukaristia ni shukrani. Yesu mwenyewe anajitoa kama chakula na anajishusha kuwa kwenye viganja vyetu dhaifu, viganja vyetu vyenye dhambi vinavyopakua. Yesu mwenyewe anakubali kujishusha kuingia kwenye midomo yetu iliyojaa maneno, masengenyo, uchochezi, urujwejwe, urusaku, gossipings, majungu na majunguano. Yesu anakubali kuingia. Mnakumbuka Yeremia, nabii Yeremia aliambiwa sasa Bwana unatumwa sasa. Akaanza kusema mimi ni nani Bwana? Tena kwanza mimi na midomo michafu na ninakaa kati ya watu wenye dhambi. Inawezekana Yesu akamwambia, Mwenyezi Mungu akamwambia, tulia takuonesha. Yesu wa Ekaristi tumpokee kwa heshima. Na kuna wengine tunaweza tukawa tunakomunika tu kwa kazi. Mwili wa Kristo ulete tule, mwili wa Kristo milele amina, mwili wa Kristo daima. Wengine hata kuitikia hawajui, hatujui. Na padri ana haki ya kukunyima mwili wa Kristo kama hujatamka amina. Amina maana yake nimekubali. Mwili wa Kristo, amina maana yake ndemeye, credo, nakubali. Kwa mwili wa Kristo, wengine wamekaa kimya. Wengine ujua anapokelea mwili wa Kristo mdomoni au kwenye viganja. Uelewe. Mwingine anapokomunika haangalii kama kuna chembe hata kidogo ya Yesu wa Ekaristi, kwa sababu kanisa linafundisha na ndivyo tunavyoamini kwamba katika kila chembe ya mwili wa Kristo, ya hostia takatifu, hapo kuna Yesu. Kaweka hivi, Yesu mzima. Wakati mfulani Bwana wetu Yesu Kristo aliamua kufanya miujiza yeye mwenyewe. Akaonesha sehemu ambapo Wakristo wa parokia hiyo walikuwa wanakomunika, wanadondosha chembe za Yesu wa Ekaristi. Yesu wa Ekaristi takatifu akafanya muujiza. Ile njia yote ambapo walikuwa wanapita kama hivi, ikaonekana damu inachuruzika. Anawaambia mnapokuja kukomunika msianze kujikunyana. Kama tukina dada Maringo tulikuwa tunakomunika baada ya kina mama Maringo, wengi wana tabia sana ya kufanya balikumumura ubai mwanda, unajikumuta imekuwa ni takataka. Na wengine mwili wa Kristo wanaenda nao nyumbani, wanajua wanachofanyia, wanaenda kupata laana na wanafunga milango ya baraka katika maisha yao. Wengine wanaenda mchanganyo, wanamtumia Yesu wa Ekaristi kwa namna zao wanazifahamu. Mchanganyo huo Bwana Yesu amekata. Asubuhi na wewe umo, jioni kwa mganga wa kienyeji. Mchanganyo kanisa ni wewe namba moja, mitaani na wewe umejaa kimini. Mchanganyo Bwana Yesu amekata. Kanisa ni mwanakwaya mzuri na
unapoanza kukomunika mtaani ni umbea huo. Mchanganyo ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ni kwamba Ukristo tuutambulishe katika maisha yetu. Shukurani, tumpokee Yesu kwa adabu. Na unapoambiwa mwili wa Kristo, amina, weka hatua zako kama 3 toke pembeni. Na wengine wanapokomunikishwa ubaki wameganda hapo kana kwamba wamewekewa superglue, mpaka wengine inabidi wasukumane hapo. Sasa anamsukuma na kibushi na ana Yesu Ekaristi, hapo ni mchanganyo ule. Tusifu Yesu. Lakini mwingine anakwenda kukomunika, alafu anaanza kukatakata Yesu Ekaristi takatifu kana kwamba anakuwa kama ya mtoto mchanga. Usivunje, chukua yote kama ilivyo, pokea. Na wengine wanaweza ukalamba hivi.